umepewa kilo 50 cha sukari, pelekea mayatima. Yaani tunakuja msikitini tunaanza kwanza kamati ya msikiti. Shekhe ya wacha msikiti sio mayatima. Watu wako msidio. Msikiti mingi. Tuandike mayatima au mafakiri ambao hawana chochote 20. Mtu anakuja msikiti anaanza kamati ya msikiti kwanza ya subhanallah ya Sheikh. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala sema ya'muru bil 'adl. Jambo la kwanza waadilifu katika kila kitu. Wal ihsan. Alafu pia kuna kitu ambacho ni wema. Wal ihsan ambao ni wema. Ni kitu muhimu sana. Na wema unakwenda wapi? Nakuja dhul qurba. Wala watu wa karibu. Muhimu sana katika hili. Alafu Allah sema wayanha 'anil fahsha wal munkar. Alafu Allah akawa amekataza nini? Mambo machafu. Mambo mabaya. Wal munkar, na mambo ya munkar. Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kwa sababu gani? Uislamu haujakuja kutengeneza mfumo mbaya. Uislamu umekuja kutengeneza mfumo mzuri. Alafu tunapofanya mambo tunasahau kuwa vizazi ambavyo tunavyovimiliki vitakuja kurithi tabia ambayo tulioifanyaje? Tulioiacha. Tukiacha tabia mbaya, bila shaka vizazi pia vitakuja kurithi tabia mbaya. Na tukiacha tabia nzuri, vizazi vitakuja kurithi tabia ambayo tabia ni nzuri. Kwa ndugu zangu Waislamu, huyu ndio mfumo wa Kiislamu. Na mtu akishafahamu huyu mfumo na maana halisi ya dini kwa haya ambayo nimeyakusanya, wallahi hakuna ambacho utapoteza. Unataka riziki, unataka cheo, unataka kile ambacho unachokitaka, zamiliana na mfumo ambayo aliutengeneza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma fasbir, kisha subiri. Kwa sababu alajib, watu kuwa na pupa mambo ya urgence ndio kwa sababu pia ya kuwaingiza katika hasara na kukata tamaa. Wakati Allah kashasema la taqnatu min rahmatillah, kwanza Allah kasha kutengenezea mfumo wa Kiislamu ambao ambatana nao, alafu as-sabr, alafu subiri, alafu akasema la taqnatu min rahmatillah, alafu usikate tamaa. Kwa sababu ukisubiri yale malengo utayapata, na ukikata tamaa bila shaka yale malengo hutoyafikia. Hakuna maisha mazuri yenye ladha ambayo aliyatengeneza Allah na kuyaweka katika maisha ya mwanadamu, bila shaka aliyatengeneza akayaweke katika maisha ya dini hii. Ndio ule mfumo. Kwa sababu mtu anapokuwa mwema ndio pale ambapo mtu anaaminika, na ukosefu wa wema ni pale ambapo mtu anakuwa haaminiki hata katika jamii. Mtume alikuwa anachukua pesa, watu wanampa, tumetoekee. Hata Mayahudi na wanafiki walipopata habari kuwa mtume alikuwa sadiqul amin, mtume alikuwa mkweli na muaminifu, wanasema hapana, mtume maskini atakuwa muaminifu aje katika mambo ya pesa? Wanasema subiri tumpatishe aibu. Wanachukua pesa, wanazikusanya, wanampelekea watuwekee. Alafu mtu anaweka alama kwenye pesa yake, anaweka tu alama. Alafu miezi miwili anakuwa anasahau zile pesa. Baada ya miezi miwili anarejea, ya Muhammad, nipe zile pesa zangu sasa. Mtume anatoa pesa zile ambazo alizompa, ndo anazikuta kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii tabia nzuri ambayo alikuwa nayo sallallahu alaihi wasallam, na ilimfanya pia mtume watu wawe confiant na yeye, na watu wampe vyake, na watu kuingia katika Uislamu makundi kwa makundi. Mtu tujaribiane tu. Tarehe 10 leo tupeane pesa 10,000 pamoja. Ibana watu wa 10 tuwape 10,000. Waze twende. Alafu baada ya miezi miwili tuitane tena. Sheikh leta 10,000. Wamoja na kwa 2,500, wengine 6,000, wengine kwa 10,000 ama 1,000 francs. Na wengine hawatofika. Kwa sababu gani? Leo tunapeana pesa zile ulimpa mtu, niwekee, ukirejea baada ya siku 2 ilikuwa ni $10, anakupatia na kwa 23,500. Sheikh, hii sio uaminifu. Sio tabia ambayo aliyofunza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wapo Sheikh, tena wengi. Na mimi huyo mfano tumeshaga uona.
Mtu mnampa kazi, anakongoa pesa dola, alafu baadaye anakuleteni makongo. Sasa mnasema haya makongo hamtaenda kushanje tu. Sasa hizi pesa ziko wapi? Bi maana alikula amana ya watu, alafu akaleta kile ambacho hakupe. Kwa al-Islam, Uislamu ni mfumo wa maisha yetu ambayo aliyafunza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huyu mfumo ambao aliufunza Allah, lahu arkan. Bila shaka huyu mfumo una nguzo zake, ambazo hizo nguzo za lazimiana pia na kutembeleana na huyu Uislamu, ambao ni usus allati yubna alaiha, ambao ndio misingi ambayo bila shaka imesimama juu yake huyu Uislamu. Na hawezi kuwa Muislamu lazima afahamu hii misingi, na ufahamu sio mujarrad alkalima, sio kule kwa kuzungumza tu, bali ufahamu wa hii misingi ni mtu kuifanyia kazi na mtu kuiweka katika dini bila shaka. Na hapa ndio kwenye nitaishia, kwa sababu kitabu ni kirefu na hatuwezi kukimaliza leo, lakini kwa peji 2 wala 3 tutakuwa tumefaidika yale ambayo aliyofaidisha Sheikh rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Akasema bila shaka lahu al-arkan, له الأركان أسس له التي يبنى عليها، وهي 5 مذكورة فيها كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5، على أن يوحد الله، في رواية على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. Akasema Sheikh rahimahullah kuwa hakika huyu Uislamu, baada ya kuona mfumo ambao aliotufundisha nao Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, una misingi ambayo imejengeka juu yake huyu Uislamu. Akasema allati yubna alaiha, ambayo misingi imejengeka juu yake Uislamu, hiya 5. Misingi hiyo ni 5, madhkura fima rawahu ibn Umar, ambayo misingi hiyo imezungumziwa katika hadithi ambayo ilipokea Ibn Umar, ambaye ni mtoto Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Akasema ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala, mtume amesema bunya alislamu ala 5, hakika Uislamu umejengeka juu ya misingi 5. Uislamu umejengeka juu ya misingi 5 au nguzo 5. Ala an yuwahida Allah, jambo la kwanza ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumjalia peke yake katika ibada. Wa fi riwaya ala 5, katika riwaya nyingine mambo 5. Shahadatu an la ilaha illa Allah, ni mtu kushahidilia bila shaka hakuna mola pasaye kuabudiwa isipokuwa Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, hakika mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni abduhu wa rasuluhu. Na mtu hawezi kuwa abd isipokuwa chaguliwe na nani? Na Allah, kama ulivyofuata wale ambao tuliwahi kudarasisha katika tambihati sania katika sharhi ya al-aqida al-wasatiyya Sheikh Abdul Aziz Ar-Rashid rahimahullah, tulionyesha pia abd maana yake nini. Hawezi akawa kila mtu abd, si ndio? Wasema abduhu wa rasuluhu, tulitafsiria pia kwa wale ambao tulikuwa nao. Alafu la pili akasema iqamatu salah, jambo la pili ni sala. Msingi wa kwanza ni kushahidilia Mungu mmoja, msingi wa pili ni kusimamisha sala. Imani yanakuja sasa matendo. Sasa baada ya iman yanakuja matendo. Sasa iqamatu salah inakuwa ni matendo haya. Alafu itau zakah, ni mtu kutoa zaka. Wasaumu Ramadhan, la 4 ni saumu ya nini? Ya Ramadhan. Na la 5 walhajj, ni watu fanyaje? Wahiji. Lakini alhajj mpaka mtu awe na uwezo. Faqala rajulu alhajj wa siyam Ramadhan, qala la siyam Ramadhan alhajj, hakadha sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni hadithi za kuja kutokana na lafzi, yani ikhtilafu lafzi. Kuna lafzi ambayo inaweza ikaja ikasema alhajj wa siyam Ramadhan, yani ikageuza. Akasema nguzo ya kwanza ni shahada, ya pili ni sala, ya tatu ni nini? Ni zaka. Alafu ya 4 anaweza kusema hajj,
sawa. Alafu ya tano ikawa Ramadhani. Hayana shaka, sababu yamethibiti pia katika maneno yake Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani mutafaq alayhi, lafdhi ya al-Imam Muslim, lafdhi yake pia imethibiti. وقال رحمه الله: أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه اللسان بها الشهادة كأنه يجزمه في ذلك مشاهد له، وإنما جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود به. Akasema na ima kushahidilia kuwa kuna mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka ni mtume wake, bi maana al-i'tiqad jazim. Al-i'tiqad jazim. Na hapa lazima tufahamu, hawezi mtu akashahidilia Muhammad la ilaha illa Allah bila Muhammad rasulullah, hazifi kaini. Mtu akisema hakika na shahidilia Mungu mmoja, alafu Muhammad rasulullah akasema la, sio mtume wa Mungu, hajakuwa Muislamu huyo. Lazima mtu aamini Allah alafu pia aamini nini? Mtume. Yani ni vitu vya ambavyo ni i'tiqadu jazim, ni vitu vyenyewe vimeingiliana. Huwezi ukachukua kimoja alafu kacha kingine, haiwezekani. Huwezi ukasema na muamini mtume alafu kasema Allah si muamini, havingine. Kuna ndugu zetu hapa ambao ni nani au hapa juu, kanisa gani wako juu yetu hapa hivi, Bahai. Wao kiwauliza wanasema aje? Wanasema tunamwamini mtume. Wao wanasema kwa mtume tunamwamini, yani kuna watu wengine wanasema ule ni mjomba wetu bwana. Yani wanafanya silsila ya kizazi Wanasema imeenda mtume ameonekana kuwa ndio mjomba wetu. Bimaana wao bila shaka wanamwamini Muhammad rasulullah, wanaamini mtume kuwa ni mjumbe wa Allah, lakini Allah aliyemtuma hawamwamini. Inawezekana? Iko tautology, kwa sababu al-imanu billahi wa rasuli ni vitu vile ambavyo vimeambatana. Huwezi kumwamini Allah bila kumwamini nani? Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao wanamwamini mtume alafu Allah hawamwamini. Yani hapa ni vitu vile ambavyo vime tofauti kama walivyozani. Kwa Muhammadur Rasulullah bila shaka ni mtu kuitakidi na bila kupangua Allah kaweka pembeni alafu mtume pembeni. Lazima vitu hivi vilazimiane, sawa. Al-mu'abbir anhu bil lisan, alafu lazima ulimi pia ufahamu hicho kitu. Mtu anapotaka kuwa Muislamu lazima ulimi utamke, sawa. Lazima mtu atamke ndio nashahidilia hakuna mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, na mtume Muhammad ni mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima mtu aabir hilo kwenye ulimi wake, alafu pia moyo upokee na alqalb, moyo upokee ukubali, alafu pia lisan, alafu pia ulimi fanyaje? Ukubali, alafu pia al-amal bijawarih, alafu pia matendo yaonekane kwa ni matendo ambayo yameambatana na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hichi kitu bila shaka ndo nguzo ya kwanza msingi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia, lianna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam muballigh ani Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kumwamini mtume kwa sababu ni yeye ambaye amekuja kufikisha ujumbe wake Allah. Kama anapozungumza ni Allah, si ndivyo? Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa mtume hakuwa anazungumza kwa matamanio yake, isipokuwa alikuwa akizungumza kile ambacho alikuwa akiteremshiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa shahadatu lahu bil ubudiyyati war risala, kwa kushahidilia Allah na mtume bila shaka ndio kule kushahidilia ile ibada ambayo aliyotujalia nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa risala pia na ule ujumbe ambao alikuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana shahadatu al-ubudiyya wa risala ndo akasema kuwa min tamami shahadatu an la ilaha illa Allah. Umeelewa hapa? Shahadatu al-ubudiyya bimaana la ilaha illa Allah, wa risala maana Muhammad rasulullah min tamami la ilaha illa Allah. Kwa mtu kushahidilia kuwa hakuna mola pasaye kuabudiwa kwa haki
na Mtume Muhammad ni mtume wake, bila shaka huu ndio ukamilifu wa Uislamu. Hapo ndo maana yake halisi ya kuelewa haya. Bi maana ndo ukamilifu wa nini? Ukamilifu wa Uislamu. Kwa mtu hawezi akawa Muislamu, lazima kuwa akamilishe haya ambayo ameyazungumzia Sheikh rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa imma li anna hatayn shahidatayn asasu sihatul a'mal wa qabulha, kwa sababu mtu kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio misingi miwili ambayo sawa, miongoni mwa shurut za ili matendo ya mja yakubaliwe. Maana ili matendo ya mtu yawe sawa na yakubaliwe, bila shaka lazimiane na shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, idh la sihata lil amal. Kwa hiyo hakuwezi kukubaliwa matendo ya mtu yeyote wala qabul sawa illa bil ikhlas lillahi ta'ala. Ili matendo ya mtu yakubaliwe kuwa haya ni matendo ya kweli, lazima yaambatane na nini? Na ikhlas. Lazima mtu ayafanye kwa ajili yake nani? Allah subhanahu wa ta'ala, wa mutaba'ah, na yafate pia mwenendo wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sababu gani? Al-ikhlas lillahi ish. Kwa sababu ikhlas, mtu kufanya matendo kwa ajili ya Allah, ni tahaqquq shahadatu an la ilaha illa Allah, ni mtu kule kuhakikisha na kuthibitisha nini? Kumshahidilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni peke yake ambaye atakikana kuabudiwa kinyume na vingine. Kwa hiyo huu ni msingi wa kukubaliwa ibada ya mtu. Alafu msingi wa pili, almutabaa, ni mtu kufanya ile ibada na vile vitendo sawa na mafunzo ya nani? Ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna matendo ya mja yaweza kukubaliwa mpaka yafate mfumo wa nani? Mafunzo ya mtume. Umeelewana wazee? Mafunzo ya mtume lazima yaambatane na matendo ya mtu. Ndio maana tunaposema watu wa bid'a, Qadiria na walio wafata wenye kusherehekea Maulid, mazazi ya mtume, na masufi wakiwemo matablighi na wengineo, tukisema kwa hawa ni watu wa bid'a, wamekuja kuzusha katika dini. Kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yao hayafatani na mafunzo ya nani? Ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima matendo ya mtu ili yakubaliwe yafatane na matendo ambayo au mwenendo aliofunza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min thamaratuhu tarwidu an-nafs ala al-badhal al-majhud al-mal wal-ish wal-badan fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا كان الحج نوعا من جهاد في سبيل الله subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka mtu anapofanya mambo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumtegemea na kufuata mafunzo ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bila shaka anakuwa amejijengea ngao kubwa na tarwidhu nafsi pia. Nafsi pia inakuwa inaridhika. Wewe ukifanya tasala, mfano ukifanya kitendo ambacho alikifunza mtume vile vile, unakuwa hauna shaka, hata moyo unakuwa na ile matumaini na utulivu na ile ridhaa, kwa hiki nimekifanya lillah. Na unapofanya kitu kiko kinyume na mafunzo ya mtume, bila shaka hata nafsi inakuwa inakusuta, Sheikh, hapo unayafanya bila shaka si matendo ya mtume. Hilo lifahamu sana. Na mtu anapoyafanya kama alivyoyafanya mtume, hata nafsi inakuwa inaridhika na inakuwa inatulia na inakuwa inafuata pia na kutaraji malipo mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa haya kimomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa haya ambayo tumeyasoma kwa muda huyo, bila shaka jalie yaweke kwenye matendo yetu, kwa mizani yetu ya mambo mema, na atuzidishie nayo maradufu, na ajalie pia haya mazuri tukutanane nayo siku ya Kiyama. Hiki kikao ambacho tuko hapa, Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuwa wale ambao wanokusanyana katika nyumba zake Allah wakikumbushana maneno yake Allah, bila shaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huwa anawateremshia as-sakina, utulivu wa rahma na huruma wake Allah,
Allah anapokusudia huruma, bila shaka ndo ndani yake kuna riziki, kuna mapenzi, kuna mafanikio, kuna elimu, kuna kila kitu katika rahma. Alafu pia Allah hakuachia hapo, akasema pia hakika hawa watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa wanatajwa katika vile vikao vikubwa vya malaika. Kwa sababu gani? Ya ile mapenzi ya kukusanyika na kusikia maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, tunaweza tukaona kwa kikao hiki kidogo sana, lakini mbele yake Allah ni kikao kikubwa sana, kile matarajio yaweze kuwa sababu ya kusamehewa pia madhambi, tukimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu hii atusamehe pia madhambi yetu na atuinue pia daraja, atupe mwisho mema, na iwe sababu pia kusamehe ndugu zetu ambao washatangulia katika makaburi waliokufa. Allah pia wasamehe, awarehemu, sote atukusanye katika rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo maneno marefu, lakini kutokana na muda tunatushia hapa siku ya leo inshallah, lakini kitabu ni kizuri chenye kupendeza ambacho kinakuja kuzungumzia maisha yetu na mfumo maisha yetu haya, msingi ambayo Muislamu atakikana kuambatana nayo na kushikamana nayo katika maisha yake, na bila shaka Allah ameahidi kumlipa kheri na salama fi dunia wal akhirah. Kwa hiyo tushie hapa na tunaingia katika muda wa maswali, alafu baada ya maswali tutapisha pia wale ambao tutakuwa wameandaa mada